ya Mungu juu yenu wapenzi watazamaji wa televisheni ya taifa. Ni wakati wa kufuata taarifa ya habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Wakristo wa dunia nzima wamesherehekea sikukuu ya kupaa kwa Yesu Kristo mbinguni. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye amejiunga na Wakristo wa kanisa la Roho Mtakatifu la Kiriri. Rais Evariste Ndayishimiye amewataka Wakristo kunyenyekea kila mara mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kuwa yeye ndiye mfalme wa nchi ya Burundi. Msuluhishi wa Warundi Aimé Laurentine Kanyana alikutana na raia wa mkoani Bubanza Jumatano hii. Miongoni mwa maswali yaliyoulizwa na raia ni pamoja na yale yanayohusu sekta ya sheria. Mpatanishi wa Warundi aliwataka mahakimu kuwajibika ipasavyo na kushughulikia kesi za raia. Kuna hayo bila shaka na mengine katika taarifa hii. Karibuni. Wakristo wa dunia nzima wamesherehekea sikukuu ya kupaa kwa Yesu Kristo mbinguni. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye amejiunga na Wakristo wa kanisa la Roho Mtakatifu la Kiriri. Rais Evariste Ndayishimiye amewataka Wakristo kunyenyekea kila mara mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kuwa yeye ndiye mfalme wa nchi ya Burundi. Ripoti kamili na Paskazi Hatungimana. Katika kusherehekea sikukuu ya kupaa kwa Yesu Kristo mbinguni, Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye amejiunga na Wakristo wa kanisa la Roho Mtakatifu la Jumuiya ya Mapadri wa Jesuite linalopatikana katika kata ya Kiriri. Katika kuwasalimu Wakristo, Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye amewakumbusha kuwa nchi ya Burundi iko mikononi mwa Mungu. Ameendelea kutaja kuwa na Mungu ndiye mfalme wa nchi ya Burundi, hata sisi ni watumishi wa Mungu. Amewataka Wakristo kunyenyekea kila wakati mbele za Mungu na kutafakari kwenye uwepo wa Mungu. Amewatakia Wakristo maandalizi mema ya sikukuu ya Pentekoste, ikiwa ni sikukuu ya kushuka kwa Roho Mtakatifu kwa watumwa. Amewataka pia kuomba kila wakati ili Roho Mtakatifu aweze kuyasikia maombi yao. Tuwajulishe tu kwa ibada hiyo ya misa imeongozwa na Padri Desire Yamuremye, akiwa mkuu wa kanisa hilo la Roho Mtakatifu la hapo katika kata ya Kiriri. Katika makanisa mbalimbali ya hapa jijini Bujumbura, Wakristo wamesherehekea sikukuu hiyo ya kupaa kwa Yesu mbinguni. Mchungaji wa kanisa la Methodiste Libre la Gihosha amejulisha kuwa sikukuu hiyo inawakumbusha kuwa Yesu Kristo siku moja atarudi kuwachukua. Tumsikilize mchungaji Samuel Kambaranga. Hakika kwa leo tumefurahia kusherehekea sikukuu hii ya kupaa kwa Yesu mbinguni. Hii sikukuu ni sikukuu ambao inatufurahisha sisi kama Wakristo. Tukikumbuka sikukuu hiyo, hakika ilikuwa sikukuu ambao watu wengi walikuwa hawatambui, lakini kufuatana na jinsi neno la Mungu linatuambia, ni sikukuu ambao inatupa nguvu sisi Wakristo kujua kuwa tuliyemwamini ambayo yeye ni Yesu Kristo hakika amepaa mbinguni. Wakati alifufuka na akapaa mbinguni, na ahadi ambao sisi tumebaki nayo ni kuwa ijapokuwa amepaa mbinguni, tuna ahadi kuwa atarudi, na siku atarudi kutuchukua sisi ambao tulioamini jina lake. Hatarudi kutuokoa tena, hapana, ila atarudi kutuchukua sisi waumini ambao tuliotii na kuamini jina lake. Asante sana. Halafu sasa, jambo muhimu ambao ninaweza kuonya Wakristo hapa kwetu Burundi, wala Wakristo wa dunia nzima, wajiandae, wasiwe Wakristo wa vuguvugu, wageuze mwenendo, wageuze tabia, halafu tuendelee kumtii Kristo na kutenda yale mapashwa aliyotuamuru kuyatenda. Halafu siku atakuja tumlaki hewani kwa furaha na shangwe. Asante sana, mbarikiwe sana. Msuluhishi wa Warundi Aimé Laurentine Kanyana alikutana na raia wa mkoani Bubanza Jumatano hii. Miongoni mwa maswali yaliyoulizwa na raia ni pamoja na yale yanayohusu sekta ya sheria. Mpatanishi wa Warundi aliwataka mahakimu kuwajibika ipasavyo
na kushughulikia kesi za raia. Paskazi Hatungimana kwa mara nyingine tena. Maswali kadhaa yaliyoulizwa msuluhishi wa Burundi Bi Emerantine Kanyana yamehusiana hasa na sekta ya sheria, ikiwa ni pamoja na kesi zisizotekelezwa haraka sana na zingine zinazotekelezwa vibaya. Kuhusiana na maswali hayo, msuluhishi wa Burundi aliwataka mahakimu kubadili mwenendo ili waweze kuwajibika ipasavyo juu ya raia. Viongozi tawala walitakiwa kufuatilia kwa karibu malalamiko ya raia wanaoongoza ili waweze kuyapatia ufumbuzi. Eti viongozi tawala wanatakiwa kuwa jicho la wananchi wanaoongoza. Mahakimu waliombwa kutekeleza haraka sana kesi za raia. Tuwajulishe tu kuwa kando na kuendesha mikutano kama hiyo, msuluhishi wa Burundi Bi Emerantine Kanyana anawapokea hata raia ofisini mwake, wale walio na matatizo mbalimbali. Katibu wa kudumu kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani anatolea nasaha viongozi wa katika matarafa ya Rutovu, Mugamba na Matana kutumia vema simu walizopewa kwa ajili ya kupana habari kuhusu usalama ili waweze kupiga vita magenge ya wahalifu yanayoripotiwa mkoani Bururi. Hayo aliyafahamisha Jumatano hii katika mkutano wa usalama. Maelezo zaidi na Zeno Hatungimana. Mkutano huo wa usalama ulizijumuisha tarafa za Rutovu, Matana, Mugamba pamoja na baadhi ya vitongoji vya mkoa wa Rumonge vinavyopakana na Bururi. Mkuu wa mkoa huo wa Bururi alisema japo mkoa umetulia kwa ujumla, tarafani Bururi kuna ripotiwa vikundi vya wahalifu. Anaomba tarafa jirani kama Burambi, Buyengero, Matana, Rutovu na zinginezo kuungana ili kukomesha vikundi hivyo. Katibu wa kudumu katika wizara inayohusika na usalama, baada ya kuwapa neno wananchi ili kueleza nini chanzo cha usalama kuvurugika, walisema kuwa inatokana na kutoadhibu wanaokamatwa, migogoro ya mashamba, wafanyakazi wa majumbani wanaokuja mkoani humo bila vitambulisho, na wanasheria mkoani Bururi wanaoshtumiwa kutoshirikiana kikamilifu na polisi. Vyombo vya sheria mkoani humo vinashutumiwa kuacha huru ovyo wahalifu wanaokamatwa. Kwa swala hilo, mkaguzi mkuu wa polisi nchini aliagiza asiwepo tena mtu yeyote atakayeita kwa simu na kuagiza aliyekamatwa aachiliwe. Lazima wahusika watumie njia ya maandishi. Katibu wa kudumu katika Wizara ya Mambo ya Ndani, Maendeleo ya Jamii na Usalama Andre Ndayambaje aliagiza waliopewa simu za kupashana taarifa kupeana taarifa haraka. Katika mkoa huo wa Bururi, tuhuma za kuachilia ovyo wahalifu zilitolewa hata katika tarafa za Vyanda, Songa na Bururi katika mkutano wa usalama uliofanyika Jumanne, na polisi wanaohusika na masuala ya sheria walitakiwa kuandaa faili za watuhumiwa zinazojitosheleza na zisizoegemea upande wowote ili wasiletee mahakama utata. Wakati ambapo kuna mara kwa mara kunashuhudiwa uhaba wa maji ya Regideso na kupelekea baadhi ya shughuli kupwaya, baadhi ya raia wanalazimika kutumia maji kutoka chini ya ardhi. Raia hao wanafahamisha kuwa maji hayo yanawasaidia wakati maji ya shirika la Regideso yamekauka. Wanatolea nasaha raia wanaokabiliwa na uhaba wa maji ya Regideso kutumia maji ya chini ya ardhi. Zeno Hatungimana kwa mara nyingine tena. Maji ni uhai na tena ni muhimu sana kwa maendeleo. Ni katika mantiki hiyo, shirika la East Africa Company Group lilichukua jukumu la kutoa maji chini ardhini katika sehemu mbalimbali nchini. Sehemu mojawapo ni katika kitongoji cha Nyakabiga jijini kati Bujumbura, ambapo Dieudonne Nsabimana, mwenyeji wa kitongoji hicho, anasema maji hayo yanawasaidia sana wananchi, hususan wakati yale ya Regideso yakiwa hayatoki. Watumishi wa shirika la EACG wanasema maji hayo kutoka chini ya ardhi wanayafanyia uchunguzi na kuyafanya yafae kwa matumizi yote, na kwamba kila anayehitaji huduma hiyo ya uchimbaji wanamfanyia pale inapowezekana. Shirika hilo linaomba serikali kuliunga mkono, maana vifaa linavyotumia ni vya bei ghali, na wana mpango wa kutoa huduma hiyo nchini kote. Kwa sasa shirika hilo likiwa limeshahudumia wananchi kadhaa jijini Bujumbura na katika mikoa ya Bujumbura, Bubanza pamoja na Chibitoke. Kufikia hapa hamna la ziada isipokuwa tu kukuageni na kukutakieni kila la kheri. Usiku mnono.